Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi ingine ya Jumapili ambaye Mungu ameandaa ili tukapate kuwasiliana nawe moja kwa moja kupitia runinga ya Lulu TV asubuhi ya leo. Niposa nashukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha ili nikapate kufika kwa studio tena asubuhi ya leo. Ninakukaribisha ninapoanza ili ukapate nafasi, ukachukue muda wako, ukaketi ili tukapate kujifunza pamoja. Tunaposoma katika maandiko na kujifunza pamoja nawe. Niposa najua ni Jumapili, labda unataka toka kwenda kanisani ama uko na shughuli ya siku ya leo, lakini nakuomba ili ukapate kuwa na nafasi kidogo ya kukaa chini ninapoanza kufundisha neno ili tukapate kwenda pamoja. Nitakapomaliza tutapata fursa ya kuomba pamoja. Na najua ya kwamba Mungu anaenda kutubariki na Mungu anaenda kutenda jambo hata kwa maisha yako. Ndiposa ningekusii ili ukapate kuchukua hata na Biblia yako, ukaketi ukakimie ili tukapate kuelewana kwa neno ambayo nataka kufundisha asubuhi ya leo. Kwa majina ninaitwa Askofu Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa Father of Holy Trinity. Kwa saa hii ninaishi hapa Nairobi, naishi Kibera Olympic, na huko Kibera ndio mahali niko na kanisa, mahali na hudumu. Ndiposa na kukaribisha ili tukapate kushiriki neno pamoja nawe. Leo tutasoma katika kitabu cha Isaya. Tutasoma katika kitabu cha Isaya 59. Najua hii ni kama memory verse, lakini nataka tusome hapo ili tukapate kujifunza pamoja. Na najua Mungu atatukuzwa kwa sababu Mungu wetu akona uwezo na mamlaka. Kwa hivyo wacha tuende katika maandiko. Tunasoma katika Isaya 59. Biblia inasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafurukisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake usione, hata hataki kusikia. Hiyo ndio ujumbe ambayo nimesoma asubuhi ya leo, na ningependa ukachukue nafasi ili tukapate kujifunza kutoka katika hii andiko. Jumapili iliyopita nilifundisha kuhusu kutafuta ufalme wa Mungu. Na nilisema ya kwamba Yesu ndiye alisema katika Mathayo 6 mstari wa 33 ya kwamba utafuteni ufalme wake na yote mtazidishiwa. Na nilisema ya kwamba tunapotafuta ufalme wa Mungu inapokuja kwetu, ufalme wa Mungu huwa inakuja na baraka, uzima, amani na kila kitu ambaye binadamu anaweza akahitaji kwa maisha yake. Na leo hii nimesoma katika kitabu cha Isaya 59. Na kwa sababu gani nimesoma hapo? Nataka nifundishe kwa nini ufalme wa Mungu ilituacha sisi wanadamu. Ndiposa tukabaki kwa ufalme wa giza, na shetani akapata nafasi kututesa na kutuweka magonjwa na shida ambayo siku hizi inatukumba. Kunayo sababu ilifanya hii ufalme ikatuacha. Kwa sababu Mungu alipoumba Adamu na akamweka pale bustani la Edeni pamoja na Hawa mke wake, walikuwa na ufalme wa Mungu na walikuwa na uwezo na nguvu juu ya kila kitu. Hakuna kile ilikuwa na nguvu juu ya binadamu, iwe ni mnyama, miti ama kitu yeyote. Binadamu ndio walikuwa na nguvu juu ya kila kitu. Na ndiposa waliishi pale, hakukuwa na magonjwa, hakukuwa hata na shida ama njaa, hata uchi, ama hakukuwa na kifo ama mauti.
waliishi pale, walienjoy maisha ya Eden. Mungu alikuwa pamoja nao, Mungu alikuwa akikuja na shiriki nao, wanapiga gumzo, wanakaa pamoja. Ndiposa ilikuwa ni maisha ambayo imejaa amani na baraka tele, kwa sababu wakati huo Adamu alikuwa mkamilifu na alikuwa upande wa Mungu. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza akakuwa adui wetu? Mungu akiwa upande wetu, lazima tutaona nguvu na uwezo wake. Ndiposa Adamu walipokuwa wanaishi pale Eden, waliishi maisha ya furaha, walikuwa wanaenjoy maisha. Mungu alikuwa anawalinda, hakuna magonjwa ilikuwa inawapata, na hata kifo hakukuwa pale. Ndiposa Eden hakukuwa hata na hospitali mahali imejengwa ya kwamba mtu ataenda akiwa mgonjwa, kwa sababu Mungu alikuwa uzima na Mungu alikuwa baraka ya Adamu na mke wake. Lakini kunaye muovu Shetani, mdanganyifu mwenye huwa anadanganya binadamu. Aliposhuka pale Edeni, alipotoroshwa mbinguni, alikuja na ghadhabu na akaenda pale Edeni na akatafuta mbinu ya kudanganya binadamu ili wakafanye dhambi, ili dhambi ikawatenganishe na Mungu wao. Kwa sababu Shetani anaelewa vizuri ya kwamba Mungu ni mtakatifu, na mahali kuna dhambi Mungu hutoroka. Mungu hawezi kaa mahali kuna dhambi, na mtu akitenda dhambi Mungu huwa anamuacha. Ndiposa Shetani akapanga mipango, akapata njia ya kuingia ili akapate kufanya wanadamu watenda dhambi. Na akatumia hekima, akatumia akili. Na ndiposa Biblia inatuambia kwamba alienda na akapata mwanamke akiwa peke yake, akaanza kumwongelesha na kumbembeleza na kumdanganya ili akapate kukula lile tunda ambaye Mungu alikataa ili wasikule. Na siku hiyo Shetani alipoongea na Hawa na akamuonyesha na akamdanganya, ndiposa Hawa akachukua ile tunda na akakula. Na kwa sababu Hawa Mungu hakumuongelesha kuhusu hilo tunda, alipokula hilo tunda maisha yake ilibaki tu sawa, hakuna kile ilifanyika, mpaka wakati alipochukua hiyo tunda akapelekea Adamu. Alipopelekea Adamu na akamconvince, akamuelezea kwamba hii nimekula hata na mimi na hakuna shida imefanyika, Mungu alitudanganya. Na Adamu akakawa convinced na akachukua hiyo tunda na akaikula. Alipoikula kila kitu ilibadilika. Ile uzima walikuwa nayo ilitoroka ama ilitoweka. Ile amani walikuwa nayo ilitoweka. Wakao wako uchi, wakao sasa wako na shida. Mungu alipokuja kuwatembelea ilibidi wajifiche. Kwa nini walijificha? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi inafanya wengi tunajificha machoni pa Mungu. Na hakuna mtu anaweza kuwa anafanya dhambi hadharani. Wengi tunafanya dhambi tukijificha. Kuna dhambi nyingi tunapotaka kufanya, unapata mtu analipa gharama kubwa sana ili apate mahali ya kujificha ili akafanye dhambi. Kwa sababu dhambi ni gharama. Dhambi si kitu yenye mtu anafanya popote. Kuna dhambi hata tuseme mtu akitaka kuua mwenzake na njia ya uganga, hata tangaza ndiye anatoka, ama anatangaza anasema mimi natoka naenda kwa mganga nataka kuua fulani, ni kitu inafanyika mtu akijificha. Saa zingine inafanyika usiku mahali ama saa yenye watu hawaoni, kwa sababu ni dhambi. Hakuna mtu anaweza fanya dhambi akiwa ako mahali watu wanamtazama. Ndiposa unapata mtu anajificha, anaenda kwa mganga usiku, wanafanya mambo yao, wanaua mtu. Kwa sababu ni dhambi, hawezi wakafanya kwa njia ya uwazi. Na hii ndio sababu Adamu aliposikia Mungu anakuja, alijificha na Hawa mke wake. Sababu dhambi inafanya watu hujificha. Tuko wengi kuna wengi ambaye hata wako kanisani, wanasema ama wameokoka ama ni watumishi wa Mungu, ama ni wale wameshikilia kanisa kabisa. Lakini kunaye mambo yenye wanafanya wakijificha. Wanafanya kama watu hawaoni. Wanafanya kama watu hawajui. Na hii ndio sababu wengi wanasema ya kwamba wanaomba na Mungu haonekani. Ndiposa unapata wengine hata anaweza kuwa mtu mkubwa sana kanisani,
lakini unasikia watu wanaongea ya kwamba huyu mtu si mtu mzuri, labda anatumia uganga kuua wenzao, ama anadunisha kwa ndugu yake na njia ya uganga, ama anafanya matendo ambayo yabatani na mambo na Mungu. Kuna wengi hata wanajifanya wameokoka, wanasema ni watumishi wa Mungu, wanajua neno na wanafanya mambo yenye haieleweki. Ndiposa Mungu anasema katika kitabu cha Isaya ya kwamba tazama, mkono wa Bwana si fupi, mkono wa Mungu wetu si fupi, wala sikio lake si zito, ili asiweze kusikia maombi yetu. Lakini kunaye maovu yetu yenye imefanya Mungu akawa amenyamaza. Hayo maovu yetu ama dhambi zetu ndiye imetutenganisha na huyo Mungu. Hii ndio sababu shetani alipoenda pale Edeni alijaribu mbinu yote ili binadamu wakapata kufanya dhambi. Juu alijua vizuri ya kwamba tutakapofanya dhambi, dhambi itatutenganisha na Mungu. Na dhambi inapotutenganisha na Mungu, dhambi inapea shetani nafasi kwa maisha yetu ili akapate kutuumiza, akapate kutuangamiza. Ndio sababu hata ulimwengu siku hizi ukatazama kile inaendelea. Kuja tu hapa Kenya, nchi yetu, uone yale inatafanyika katika hii nchi. Watu wanauana, bibi anaua bwana yake, bwana anaua bibi yake, hata mama anaua mtoto wake, mtoto anaua mzazi. Kile inaendelea inamaanisha ya kwamba dhambi imekuja na watu wameingia dhambi na imefanya Mungu akaacha watu. Mungu anapotoka na kuacha binadamu, shetani huchukua nafasi. Na shetani akichukua nafasi, unapata maovu inaongezeka, uwaji inaongezeka, usherati inaongezeka, na hata wizi na kila kitu inaongezeka. Hii ndio sababu hata nchi yetu ya Kenya ukitazama vizuri, maisha imekuwa ngumu, watu wanaishi wakilea, wajane hawana chakula, maskini wanateseka, na kuna wale ambayo shetani ameingia moyo wao, wanajiita viongozi, wanajiita sijui nani, na hao ndio wamechukua pesa na mali ya Kenya, wakao wamefanya mali yao. Na hii uovu yote inafanya Mungu anahukumu nchi. Ndio sababu unapata hata mvua siku hizi hainyeshi, na watu wanakufa kwa sababu ya ukame, watu wanakufa kwa sababu ya njaa, kwa sababu Mungu amekasirika na yale inaendelea. Ndiposa inafaa wote wakapate kusikia ya kwamba Yesu Kristo alikuja kutusamehe dhambi zetu, na hakuna dhambi yenye Mungu Yesu hawezi akaokoa. Na hata na viongozi wetu wakapate kuelewa ya kwamba hii nchi ama duniani hakuna mwenye ataishi milele. Hakuna mtu atakuwa kwa uongozi milele. Kila kitu kinacho mwanzo kina mwisho wake. Lakini kile inafaa kila mmoja akapate kujua ya kwamba kunaye siku moja maisha yako ya kuishi ulimwenguni itaisha, lakini kunaye hukumu baada ya kifo. Sababu there is life after death. Na maisha yako ambayo unaenda kuishi after kufa ni wewe mwenyewe unajitengenezea. Sababu kuna maisha ya jehanamu na kuna maisha ya uzima wa milele. Na ni haya mbili ni wewe mwenyewe unachagua yako yenye unaona ni vizuri unaenda kuishi. Hakuna mtu atasimama mbele ya Mungu wakati wa hukumu aseme ati mimi nilikuwa mheshimiwa, asijui mimi nilikuwa daktari, ama mimi nilikuwa profesa. Hizo ni majina tu ya ulimwengu hapa. Mbinguni tunaelewa lugha ya nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Ndiposa wengi wetu tunasikia injili, tunakataa. Tumeamua kubaki watenda dhambi, tumekataa kuchukua wokovu. Na hii ndio sababu hata na vifo zimekuwa mingi, na watu wanakufa, wasichana wanakufa hata bila kuolewa. Unapata msichana amesoma, amefuatia bidii kwa masomo yake, lakini dhambi yenye ameingia inakatisha maisha yake, na hata haoni uzuri ya shule ambayo alisoma. Kuna wanaume wengi wanaishi wakati huu, lakini maisha yenye wanaishi ni ile ya aibu na mateso. Ukimfuatilia vizuri unapata ya kwamba kunaye kitendo yenye alitenda ama alifanya yenye imemweka katika hiyo hali. Ndio sababu anateseka katika hiyo maisha. Na hata kuna boma ambaye hata familia, utapata kuna familia ambaye kuna shida. Hata wakizaa, hata kama wasichana wamezaliwa pale, hakuna msichana ambaye anaolewa.
kijana akizaliwa pale, hata kuoa kwa kijana ni shida. Kuna wanaume wanafanya kazi, wako na mali, wako na pesa, wako na sura na kila kitu, lakini kuoa imeshindikana. Hata akipata msichana hawezi wakaishi naye. Ukimfuatilia vizuri, utapata ya kwamba kunaye dhambi ambayo ilifanyika wakati wa babu ama wa baba, na hii dhambi imekuja ikawashika, na ndio sababu hata vijana wa hiyo boma hawezi wakaona kaishi na wanawake. Ndiposa unapata kuna wengi wanateseka, wanajiuliza nini inafanyika katika maisha yangu. Juu hata wewe ukiangalia yale unapitia, unashindwa nini inafanyika. Kuna wale wanaishi katika maisha ya umaskini, si ati hawana kazi, si ati hawapati pesa, lakini kuna roho ya umaskini ambayo imemwandama. Ukifuatilia vizuri, unapata huyu mtu hata kazi anafanya, analipwa mshahara, anapata pesa ambayo inafaa ishi vizuri, lakini pesa yake haimsaidii. Pesa inakuja na inapotea. Hata akipanga mipango yake haiwezi ikafaulu. Anashindwa nini nanifanya. Ukifuatilia vizuri, kunaye dhambi ilifanyika labda katika familia yako. Kuna familia ambaye mtu aliuawa, na aliuawa na umaskini kwa njia ambaye si mzuri, na damu yake ikabaki ikilia kwa hiyo boma. Inafuata hata kama wewe ni nani, hata usome uwe profesa, utakuwa profesa maskini mwenye anatembea mguu tupu. Hata kuna wengine wanasoma, wanapata kazi dakika kidogo, mtu ameharibika, amekuwa kichaa, maisha yake inaharibika hivyo. Si ati inafanyika tu, kunaye chanzo ya hii shida yote ambayo inakumba familia yenu. Na kunaye boma, msichana hata akiolewa na amepata bwana mzuri, wataanza maisha vizuri, wataanza maisha ambayo watu watashukuru, watasema fulani ama Jane amepata bwana na siku hizo anaishi vizuri. Lakini hiyo uzuri haitadumu, ni kitu ya muda. Baadaye after 2 or 3 years unapata maisha yake imeharibika, ndoa imeharibika, wamekosana na bwana, anaishi kivyake na watoto. Unashindwa nini nafanyika. Si makosa ya huyo msichana, si makosa ya huyo mama, kunaye dhambi ambayo ilitendeka yenye inaleta hii shida. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba mkono wa Mungu wetu si fupi, wala sikio lake si zito, lakini kunaye dhambi zetu ambayo imetutenganisha na Mungu wetu. Ni dhambi tu ndiyo imefanya tunateseka, ni dhambi tu ndiyo inafanya tunapitia haya yote. Na ndiposa Mungu akapanga mipango na akatuma mwana wake wa kipekee ili aje ulimwenguni, ili afe kwa ajili yetu, ili yeyote ambaye atakayeamini Kristo akapate kukombolewa. Na ndiposa Yesu alikuja na akalipa gharama ya kutukomboa. Gharama lilipa na damu yake, akakufa kifo ya aibu msalabani, akasulubishwa, akadungwa mikuki, akapigwa msumari katika mbao, ili sisi wote tunaoteseka kwa mikono ya shetani tukapate kukombolewa. Yesu alilipa gharama, na hiyo gharama iko na uwezo ya kutukomboa katika kila shida, katika kila magonjwa, katika kila hali. Haijalishi unapitia nini. Hata kama ulirogwa, mtu alikuroga akakutumia bahati mbaya, bahati yako ni mbaya, kile kitu ambayo unafuata huwezi ukapata. Kuna wengine wanatembea na wako na rejection spirit. Hii rejection spirit imetesa huyu, imemtesa kwa muda. Rejection spirit ikiwa kwa maisha ya mtu, popote umeenda unakaribishwa, lakini after short period watu wote wanakugeukia. Unapata ya kwamba sasa kila mtu hakutaki, wanakuwekelea maneno, yani hauna amani na watu. Hata kama wewe ni msichana ama wewe ni kijana, hata unaweza pata kijana amepata msichana anataka kumuoa, wanaanza vizuri, wanapanga, wanasherekea, wanaongea, wanafanya kila kitu. Lakini that rejection spirit, utastuka tu msichana amegeuza mawazo na amekataa na amekataa na amekataa na anakuacha, na anachukuliwa na hata na rafiki yako anamuoa na wanaishi, lakini wewe anakuacha hata kama uko na pesa, sababu ya rejection spirit. Hiyo inafanya wasichana wengi hata siku hizi wanatembea wakisema ya kwamba mambo ya ndoa hapana, kwa sababu amejaribu na anatoka pale kama ameumizwa na hana amani, kwa sababu hajafikisha ama hajafika mahali alitaka afike. Na ndiposa asubuhi ya leo
Mungu amenileta ili nikapate kukueleza ya kwamba kunaye Yesu ambaye Mungu alituma. Utakapomwamini atakukomboa. Haijalishi unapitia hali gani. Hata kama kuna ugonjwa ambao ulitumiwa. Wengine wanaanguka kifafa, si ati wao ni wako na ugonjwa wa kifafa, ni kile tu wametumiwa. Na inawafanya wanaanguka. Hata kama wewe ni mrembo, inakuangusha hata kwa ofisi unapofanya kazi. Kuna wakati nilikuwa nikihubiri nikapata mama daktari amewacha kazi ya udaktari, amerudi amekaa nyumbani. Sababu ugonjwa wa kifafa inamwangusha. Hata anapo attend mgonjwa anaanguka pale mpaka anajisaidia kwa nguo. Ni aibu kwake, anashindwa nini namfanya. Hiyo haijalishi hata kama umesoma. Hata uwe polisi mwenye unabeba bunduki, unaweza angushwa na kifafa kila mahali. Shetani haogopi ati unaitwa jina gani. Hata kama unaitwa profesa ama unaitwa mheshimiwa, shetani hakuiti hivyo. Shetani anakujua tu kama fulani na anadeal na wewe vile, kwa sababu wako na nguvu juu yako. Lakini utakapopokea Kristo Yesu, Yesu atakupa nguvu na mamlaka juu ya shetani. Ili nguvu na mamlaka yenye tulipoteza pale Eden, Adamu alipofanya dhambi, inarudishwa kupitia wokovu. Inarudishwa kupitia damu ya Kristo Yesu, kwa sababu Yesu alilipa gharama ya kutukomboa na kutusamehe dhambi zote ambaye tumefanya na mababu zetu walifanya. Unapokubali kwa Kristo na ukajiachilia kwa mkono wake, ukakiri dhambi zako, ukasema mimi ni mtenda dhambi, Kristo unisamehe. Haijalishi unapitia hali gani, Yesu atakukomboa. Haijalishi umeteseka miaka ngapi, Yesu atakukomboa. Haijalishi wanasema nini kukuhusu. Hata kama wamekutukana, wamekudharau, wanaona wewe si binadamu, na kuambia kunaye Kristo Yesu mwenye anarudisha tumaini mahali tumaini imepotea. Atarudisha tumaini kwa maisha yako. Hata kama umefukuzwa kwa bwana yako, sasa unaishi kwa nyumba yako. Kuna wamama unawapata wako na watoto 4 5, na kila mtoto ana babake. Unashindwa, huyu mama nini mbaya na yeye? Kumbe kunaye pepo imemweka anaolewa, akisha chukua mimba kwa bwana anamfukuza ama anamwacha. Mpaka sasa unateseka, unaishi peke yako na watoto, na hao watoto wenye unateseka nao baba yao wako na hawashughuliki, hata hawajali. Shetani amekutenganisha nao na unaishi maisha ya shida. Na kuambia kuna ukombozi. Kuna ukombozi ambaye Kristo alileta. Na ndio sababu tunahubiri. Ndio sababu tunachukua muda ili tukapate kuhubiri kupitia runinga. Ili unapokaa pale kwako ukapate kusikia ujumbe yenye inaweza fanya ujue ukweli na ufuate hiyo ukweli ili ukapate kukombolewa. Biblia inatuambia kwamba mkono wa Bwana si fupi. Hata kama umelia miaka ngapi, labda mama shetani amekuweka kushika mimba yako ina miscarry every month, ama ukipata mimba hiyo mimba lazima iharibike. Mpaka saa zingine unaitwa majina, wamekudharau, wanakuongea na kuambia kunaye Yesu mwenye anajua hali yenye unapitia, anajua ile aibu yenye unapata, na alikuja ili akukomboe. Alilipa gharama na damu yake. Alijitolea yeye mwenyewe akakufa msalabani ili aibu na kicheko ikapate kutoacha. Ndiposa asubuhi ya leo pata kuamini kwa Kristo Yesu. Ukasema ya kwamba Kristo, najiachilia kwa mkono wako, kwa sababu maisha yangu imejaa shida, maisha yangu imejaa aibu, maisha yangu imejaa tabu. Sina amani hata ninapoishi. Kuna wengine wanatamani kujinyonga kwa yale ambayo yanapitia. Mpaka sasa hii asubuhi ninapohubiri, labda uko pale kwako, haukulala usiku, uko na hasira, vita ya nyumba, umechoka na unataka kujinyonga, ama unataka kutoroka wache familia yako. Kuna wanaume siku hizi wanatoroka, wanawacha bibi na watoto kwa sababu ya shida ama vita ya nyumba. Na kuambia kwamba si mipango ya Mungu bibi na bwana kutengana. Si mpango ya Mungu bwana kuacha familia yake. Ni mpango ya shetani. Na wacha kukubali shetani akutawale, kwa sababu Kristo tayari alisakuja na alilipa gharama ili ukapate kuwa huru. Kubali Kristo kwa maisha yako. Jiachilie kwa mkono wake. Hata kama ndoa yako imekuwa na shida. Kuna ndoa nyingi imejaa usherati. Bwana anatembea nje, hajali ya watoto wanakula nini, hajali watoto wanaenda shule vipi, yeye maisha yake ni raha, pombe na wanawake. Hiyo ndio kazi yenye anafanya.
Kuna wanaume wengi wanapata pesa ambayo inafaa wakafanya jambo yenye inaweza saidia familia yao, lakini maisha yao yote inaishia raha. Pesa yake yote inaishia raha, mpaka hata bibi anaishi kama chokora, watoto wako wanakaa kama chokora. Lakini wewe unapovaa, ukitoka, ukitembea nje, watu wanakuheshimu, wanadhani wewe ni binadamu, kumbe unaishi kama mnyama. Maisha yako haina mwelekeo. Ndiposa hata wewe mwenyewe ukikaa chini saa zingine huwa unalia, unasema nini nanifanya? Na asubuhi ya leo Yesu Kristo yuko. Najua kile imefanya hii yote inafanyika kwa maisha yako kwa sababu hujamruhusu Kristo ili akapate kutawala maisha yako. Hata mama, wewe unapokaa unaishi maisha ya shida kwa ndoa, hauna amani, nakwambia kunaye Yesu ambaye utakapomgeukea ukaseme, Kristo, nimerudi mbele zako ukapate kunikomboa, utaona nguvu zake. Asubuhi ya leo nataka kuomba na kila mmoja, lakini nataka nikwambie ya kwamba Mungu wetu yuko, ako tayari kutukomboa, ako tayari kutusaidia. Lakini kunaye dhambi ambayo imetutenganisha na Mungu wetu, na ndiposa Yesu alikuja ili tuamini kwa Kristo, kwa sababu dhambi zetu tunasamehewa kupitia Kristo Yesu. Ndiposa lazima ukakubali Kristo, ukamwambie, nisamehe dhambi zangu, mimi ni mtenda dhambi, ili akusamehe na kuokoe, ili ukapate kuishi na Mungu. Na Mungu anapokuja upande wetu, ufalme wa Mungu inaposhuka kwa maisha yetu, na kuambia tuko na uwezo na mamlaka na nguvu juu ya shetani. Ndiposa nataka niombe pamoja nawe. Haijalishi unapitia hali gani, hata kama wewe ni mgonjwa ama uko na shida, hauna amani, unatafuta kazi na hujapata, uko na shida hata hauna nyumba nyumbani, unikijaribu kwenda nyumbani inashindikana, wengine walifukuzwa makwao kwa sababu hawana makao. Leo nataka niombe mwaka inapoanza, ili huu mwaka iwe ni wa baraka kwa maisha yako, ili ukapate kuwa na ushuhuda ya kushukuru jina la Mungu. Ndiposa amini, ili tukapate kuomba pamoja. Tunaomba. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, Mfalme, naleta watu wako mbele zako asubuhi ya leo. Tazama huyu mama ambaye anateseka na magonjwa, ambaye hana amani hata kwa ndoa yake. Nyosha mkono wako Mfalme, ukapate kumkomboa. Huyu mwanaume ambaye ametafuta kazi miaka mingi, alisoma Mfalme, ako na cheti, lakini kazi hajawahi pata. Nafungua njia zake kwa jina la Yesu Kristo, akapate kupata kazi, ila maisha yake ikawe maisha mzuri. Na tazama huyu mama, tazama huyu mzee, huyu kijana ama huyu mtoto. Kuna mtoto hapa Mfalme, anaomba kwa ajili ya shule, anataka karo, hajui pesa itatoka wapi ile kapate kwenda shule. Na wewe ndiye Mungu mwenye uwezo, fedha na dhahabu ni zako Mfalme, ukambariki, ukamfungulia njia ili akapate kwenda shule. Bariki kila mmoja, bariki kila mmoja, ukapate kusamea kila mmoja dhambi zake na kutukuza, kwa sababu wewe ni Mungu na jina lako lipewe sifa. Na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Nimeshukuru Mungu ambaye tumeomba pamoja nawe. Nataka ukapate kuwa na imani ya kwamba Mungu ametenda, na chukua hatua ya kwenda kanisani. Tafuta kanisa mahali injili ya Kristo inahubiriwa, ili ukapate kufika pale. Utapata wachungaji wenye watakuelekeza na watakufundisha, na nakwambia kwamba utaona mabadiliko, na Yesu atakuwa upande wako. Ninamalizia nikirudia jina langu. Mimi ni Askofu William Abol, natoka Siaya County, mahali inaitwa Murmalanga. Natoka karibu na Matera Primary ama Matera Secondary School. Sasa naishi hapa Nairobi Olympic Kibera, na hapo Kibera ndio mahali niko na kanisa, mahali na hudumu. Nakaribisha wote mlio Nairobi, ukitaka kuja tushiriki kwa kanisa yetu, kuja tu mpaka ufike Olympic Stage ama Olympic Primary Kibera. Namba zangu za simu ziko kwa screen hapo, ukipiga tutaongea na tutakuelekeza vile utafika mahali tuko. Kwa hivyo chukua nafasi ya kuja kanisani ili tukapatane. Ukiwa Dandora ama Kayole, tuko na branches huko. Ukiwa Ugenya, tuko na branch Sega, tuko na branch Imbo Usenge, tuko na branch Nia Alego, tuko na branch kule Murmalanga Matera pale, tuko na branch Kabondo South Nyanza, tuko na branches na siwezi hesabu zote. Ukipiga simu itakuelekeza. Namba zangu za simu ni 0721280025, 0721280025, Airtel number
495-083. Mungu awabariki mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you